Ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilwa kwa kushirikiana na mhifadhi mkuu wa TFS wilaya wamezindua zoezi la upandaji miti kiwilaya katika shule ya sekondari Dodomezi, wakiwa na lengo la kuendeleza kufanya uhifadhi wa mazingira. Yamezungumzwa hayo na mhifadhi misitu daraja la kwanza TFS Gilbert Charles, ambapo amesema kuwa wamegawa jumla miche 2669 na kupanda miche 520 kwa ajili ya kuendeleza jitihada za kutunza mazingira yao. Tumezindua upandaji miti katika wilaya ya Kilwa, ambapo ofisi ya mhifadhi mkuu wilaya kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya tumeweza kuzindua zoezi hilo katika shule ya sekondari Dodomezi. Tumeweza kushirikiana na wananchi ambao walikuwa pale. Kwa siku ya leo tumeweza kugawa miche 2966 na pia pale shuleni tumepanda miche 520. Na zoezi hili hapa pia tumelifanya ili kwa sababu tunatekeleza ilani ya chama, na pia tuna mpango wa kupanda miche kiwilaya. Tuna mpango kwa kupanda miche 200,000, lakini kwa mwaka huu tumeweza kutekeleza kupanda miche 145,000. TFS ikishirikiana na mashirika ya nje ambao ni MCDI tumeweza kupanda miche 145,000 mpaka sasa. Na hii kampeni bado inaendelea na tunaendelea kusambaza miti ya asili, miti ya matunda na miti ya mbao na pia miche ya kivuli. Nini tija ya zoezi hili? Tija ya zoezi hili ni lengo kubwa ni kuhifadhi mazingira, na pia tunatekeleza ilani ya chama, na pia kuna ile Tanzania ya kijani inawezekana. Tukiungana na mama yetu Samia Suluhu ambaye ni mheshimiwa rais, pia naye anaonyesha mfano, kwa sababu na yeye tumeangalia sehemu mbalimbali, tunaona anapambana, anapanda miti, anahimiza tuweze kufikisha lengo letu. Ndio, labda mwitikio leo ukoje kwa wananchi? Tunashukuru Mungu. Leo mwitikio tumeweza kushirikiana vizuri, maana tumefika mapema, tumekuta wananchi wanatusubiria kwa hamu, na pia tuliwatangazia miche itagawa pale. Baada ya kumaliza zoezi la upandaji miti pale, tumewagawia wananchi na kila mwananchi amepata miche kama 50, wengine 100, ili wakapande mwaka. Na pia tumewapa elimu ya kupanda na namna ya kupanda miti. Labda neno lako kwa wananchi hasa katika kutekeleza kile ambacho mmekidhamiria ni lipi? Neno langu kwa wananchi wa Kilwa ni miti tunayoitunza huwa tunaelea kwa shida sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba kila mwananchi ambaye anapewa hii miche aitunze. Kuna siku tunaweza tukamuita, tukampigia simu, tukamwambia tunaomba tukaikague. Tukikagua tunaona anaendelea vizuri, tutazidi kumpa miti mingine kila mwaka. Yapo makundi, wapo wananchi ambao wamekuwa na utamaduni wa kupanda miti, lakini wakati mwingine wanakosa support. Labda kama TFS kwa namna gani mnashirikiana nao wananchi wa design? Kwa sisi mhifadhi wa TFS wilaya, mhifadhi mkuu, tumeweza kufungua nasari, na pia tuna nasari yetu ambayo ipo Somangasimu, na kila mwaka kwa mwaka huu tuna lengo pia ya kuzalisha miche 170,000. Miche hii yote tunagawia wananchi bure, ni yeye tu afike achukue, na tunamwomba kila mwananchi ambaye anapewa hii miche aweze kuipanda na kuilinda ili kutengeneza Tanzania ya kijani na kulinda mazingira yetu yanayotuhifadhi, yanayotuzunguka. Labda wapo ambao wamekuwa wakisema kwamba mazoezi kama haya yamekuwa yakifanyika mijini tu mara nyingi, labda mikakati kuwafikia watu wa maeneo tofauti ikoje? Kwa mtu ambaye anasema tunafanya mijini, labda hajafika ofisini kuuliza. Maana kwa mfano tumefika paka kijiji cha Kikole tukishirikiana na MCDI ambao ni shirika ambalo linatusaidia, pia nao wana kitalo chao ambao kiko Kikole. Tumewagawia miche wananchi wa kijijini na wamepanda. Tena wamepanda miti ya asili, mipingo, miti ya matunda pia inapatikana huko. Labda wengine mtu ni mvivu wa kuuliza, anakaa tu huko, akija huko mbona miche hatupati, lakini ni wavivu wa kuuliza, miche inapatikana na ipo. Neno lako na saa kwa wananchi ni lipi? Naomba wananchi wanaotuzunguka watupe ushirikiano ili kutimiza lengo letu
Kilwa ya kijani inawezekana. Serikali kama serikali ya halmashauri, lakini pia kupitia wadau wengine kama TFS na kadhalika. Sapoti ya kwanza ni kuwapa elimu juu ya umuhimu wa utunzaji wa mazingira, hususan kwenye upandaji wa miti, kuhakikisha kwamba tunarejesha miti kwenye maeneo na miti ilipotoweka. Lakini la pili, tunawapa sapoti kwa maana ya kuwapa elimu juu ya umuhimu wa upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira. Jambo la tatu, sapoti tunayowapa ni kuhakikisha kwamba tunawapatia hiyo miti yenyewe. Kutoka kwenye vitalu vyetu tunaigawa kama tulivyofanya leo hapa. Miti haiuzwi, miti inagaiwa bure, lakini pia tunawapa sapoti nyingine kubwa zaidi ya kuwaelewesha na kuwaelimisha juu ya matumizi ya miti hiyo ambayo wanaipanda. Lakini pia tunawapa sapoti kwa kuwaelekeza juu ya eneo gani inatakiwa ipandwe miti aina gani, kwa maana sio kila eneo unaweza kupanda kila mti. Hiyo ni sapoti kubwa ambayo tunaitoa kwa serikali sasa. Swali lingine mheshimiwa, mmeandaa mpango gani kwa maeneo ambayo yanaathirika sana na mafuriko ambayo yanahitaji upandaji wa miti? Nyinyi mna mikakati gani kuwapa elimu wananchi wanaokaa maeneo hayo? La kwanza, maeneo ya mafuriko. Unajua wilaya yetu ni wilaya ambayo inapokea maji si tu kwa mvua ambazo zinanyesha kwenye wilaya ya Kilwa. Wilaya yetu iko kwenye ukanda wa bahari, kwa maana mito yote ambayo inatoa maji maeneo mbalimbali kwenye wilaya na mikoa mingine, lakini maji hayo mwisho wa siku itakuwa nini? Itakuwa inamwaga kwenye bahari ya Hindi ambapo sisi tu. Kwa hiyo mvua zinazonyesha mkoa wa Iringa, mkoa wa Morogoro, lakini pia kwenye wilaya za jirani na Kilwa, maji yote yanakuja kwenye eneo letu. Kwa hiyo sisi cha kwanza tunawaelimisha wananchi wasiishi kwenye kando kando ya mito hiyo, waishi kwenye distance ambayo inahitajika kuishi ili wawe salama wakati ule ambao mvua zinanyesha. Lakini jambo la pili, tunatoa angalizo na elimu juu ya kutokata miti, kwa sababu moja kati ya athari za ukataji wa miti ovyo ni kuwa na vipindi au kiasi cha mvua ambacho hakitarajiwi. Kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi huwa yanasababisha pia kutokuwa na misimu ya kutegemewa au ya kutarajiwa ya unyeshaji wa mvua. Kwa hiyo tunawaelimisha juu ya upandaji wa miti ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na uoto wetu wa asili, lakini pia tabia nchi ambayo inaweza kuleta mvua kwa viwango ambavyo vinahitajika. Mwisho kabisa, unatoa wito gani kwa wananchi katika kuendeleza mazoezi haya ya upandaji wa miti? Wananchi tunawaambia tu kwamba zoezi la upandaji wa miti sio la kiserikali. Sisi kama serikali ni kuwezesha na kuwaelimisha, lakini athari, faida chanya na hasara za ukataji au kutopanda miti, waathirika wakubwa ni wananchi wote, na ni wananchi hao ambao ndio tunawaelimisha ili waweze kupanda miti, kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa salama, na vile vile tunapata vipindi vya mvua kama nilivyoeleza. Lakini kubwa zaidi, miti ni biashara, miti ni uchumi. Kwa hiyo tunapopanda miti kibiashara, yani maana yake ni kwamba tunatengeneza uchumi wetu wa baadaye. Kwa hiyo TFS jitihada wanazozifanya kwa kweli zinakuwa kubwa mno kuzuia na kuweza kuotesha tena hii miti. Kwa hiyo bado sisi kama wadau tunataka tushirikiane nao sana ili tuone tunatoka kwenye hatua moja tunaingia kwenye hatua nyingine kama ilivyokuwepo sasa hivi. Kwa hiyo jitihada hizi ninapoziona wanazifanya hizi, basi mimi kwangu ninakuwa na furaha sana, lakini vile vile sio furaha tu bali nashirikiana nao vile vile. Nini unafikiri faida za upandaji miti ni zipi? Faida ziko nyingi. Faida kwanza, hata matumizi ya ardhi inakuwa endelevu, hayana mimomonyoko, na vile vile faida nyingine, mabadiliko ya tabia hali ya nchi, kuzuia maradhi mbalimbali ya ardhi. Kwa hiyo hii upandaji wa miti unakuwa na faida nyingi sana. Lakini hata vile vile kwa afya ya binadamu vile vile. Joto linakuwa kali, muda mwingine mvua zinakuwa hamna. Kwa hiyo hii miti inapokuwepo, hivi vitu vyote vinaweza vikawepo. Nini nasaha zako hasa kwa wananchi wenzako ambao wengi wao wamekuwa hawana tamaduni ya kukata mti na kupanda mti?
Mimi ninachoomba kwamba watumie hizi taratibu za kukata mti na kupanda mti, lakini vile vile unapotaka kuvuna hii miti basi wachukue utaratibu wa kisheria tu, kwa sababu utaratibu wa kisheria uko rahisi, wala una masharti makubwa, isipokuwa watu ni uelewa tu. Kwa hiyo waje katika ofisi zinazohusika, washauriane na watu, wanaweza wakapata matumizi bora ya uvunaji wa hii miti vile vile.